Kama Yesu angeingia kanisani leo, je, angepokea fungu la 10 au angegeuza meza kama alivyofanya hekaluni? Na kama fungu la 10 ni amri ya Mungu, kwa nini Yesu hakuwahi kumwambia mtu yoyote, leta fungu lako la 10? Na kama ni kweli ni la Agano Jipya, mbona mitume hawakulifundisha kamwe? Leo hatutashambuliana, hatutatusi, lakini tutasoma neno kwa uaminifu. Na kile Biblia inasema kinaweza kukushtua. Kuna mamilioni ya Wakristo duniani leo wanaishi kwa hofu. Hofu ya nikikosa fungu nitakosa baraka, nikitoa pungufu Mungu atanichukulia vibaya, nikikataa nitakuwa nimeiba mali ya Mungu. Lakini swali la msingi ni moja: je, hofu hii inatoka kwa Mungu au inatengenezwa na wanadamu? Kwa sababu Biblia inasema Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu, ya upendo na ya akili timamu. Wa pili Timotheo 1:7. Kama fundisho linakufanya uogope badala ya kukupa uhuru, basi lazima ulihoji. Fungu la 10 lilianzia wapi? Fungu la 10 halikuanza kanisani, lilianza katika sheria ya Musa. Mambo ya Walawi 27:30. Fungu la 10 la nchi ni mali ya Bwana. Lakini hapa kuna ukweli muhimu sana ambao wengi hawasemi. Fungu la 10 halikuwa pesa, lilikuwa mazao ya ardhi, lilikuwa mifugo na lilikuwa kwa kabila la Walawi. Nimewapa Walawi fungu la 10 kwa huduma yao. Kwa nini? Kwa sababu Walawi hawakuwa na ardhi, hawakuwa na biashara, walifanya kazi ya hekalu. Hivyo fungu la 10 lilikuwa mfumo wa kijamii, sio mbinu ya kuchuma utajiri. Yesu hakuwahi kumwambia maskini watoe fungu, mjane aumie kwa kutoa 1%, wafuasi wake watoe ushuru wa kidini. Badala yake, Yesu alisema hivi, Mathayo 23:23, ole wenu waandishi na Mafarisayo, mnatoa fungu la 10, lakini mmeacha mambo mazito ya sheria, haki, rehema na uaminifu. Hapa Yesu hakuwasifu, aliwakemea. Kwa nini? Kwa sababu walitumia sheria, dini, fungu la 10 kuwanyonga watu, wakati wao wanaishi kwa anasa. Hii inafanana na nini leo? Baada ya Yesu kufa na kufufuka, Agano Jipya lilianza. Na hapa kuna ukweli ambao wengi hawajui. Hakuna hata mstari mmoja katika Agano Jipya unaosema Wakristo watoe fungu la 10. Badala yake, Biblia inasema, wa pili Korintho 9:7, kila mtu atoe kama alivyoazimia moyoni mwake, si kwa huzuni wala kwa kulazimishwa. Warumi 6:14, hamko chini ya sheria, bali chini ya neema. Sheria ilisema, toa au laana. Neema inasema, toa kwa upendo. Mungu wa Agano Jipya hasusanyi ushuru. Kanisa la kwanza halikuwa na sadaka za vitisho, ahadi za toa upate mara 100, malengo ya ujenzi wa kifahari. Matendo ya Mitume 2:44-25, walikuwa wakigawana mali zao, kila mtu kulingana na uhitaji. Yakobo 1:27, dini iliyo safi ni kuwajali yatima na wajane. Hakuna asilimia, masharti, kulazimishwa. Kulikuwa na huruma, hiari na upendo. Leo kuna wachungaji, wanaishi majumba ya kifahari, wanaendesha magari ya kifahari, wanavaa mavazi ya bei ya miaka ya waumini. Lakini waumini wao hawana karo, hawana chakula, hawana matibabu. Na bado wanaambiwa, ukipata 10,000, leta 1,000. Hii si Injili, hii ni unyonyaji wa kidini. Wa pili Petro 2:3, kwa tamaa watawafanya nyinyi kuwa biashara. Na wanafanikiwa kwa sababu gani? Wakristo hawasomi neno. Yesu alisema, Yohana 8:32, nanyi mtaifahamu kweli, na kweli itaweka uhuru. Ukweli ni huu: fungu la 10 lilikuwa la agano la kule, halikuwa kwa Wakristo wa leo. Kutoa ni hiari, sio sheria. Lengo ni kusaidia wenye uhitaji,
sio kujenga falme za wanadamu. Mungu hataki pesa yako, anataka moyo. Kama video hii imekufungua macho, imekupa ujasiri, imekufanya uanze kusoma Biblia mwenyewe, like, subscribe, shiriki kwa mtu mmoja anayehitaji kusikia ukweli, kwa sababu neno la Mungu halifungwi.